kukagua miradi yenu. Asante. Karibuni sana. Hatua ya ujenzi iliyofikiwa sasa hivi ni 70%. Kwa taarifa hii, mradi uko sawa sana. Natamani kikao kituelimishe, twende tukaombe fedha, wapate fedha wanazoenda. Kwa kweli sisi kama wabunge na kamati, good job, well done. Ndio, kwa majina naitwa Amoni Anastasi Mpanju, ni naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambako ni kwenye ziara kamati na mwakilishi katibu mkuu ambapo kwenye majukumu mengine, lakini tumeambatana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Tulianza ziara tarehe 13 pamoja na uongozi na wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Maendeleo na Ustawi wa Jamii, ambako sisi wizara yetu ni miongoni mwa wizara zinazowajibika chini yake. Hii kamati inatusimamia na turatibu, tushauri na kutuongoza sisi Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa niaba ya serikali, na wao wanasimamia kama sehemu ya bunge ama kama bunge, ambako tulianzia ziara kwenye vyuo. Tuna chuo cheki chini yetu, wizara yetu, chuo cha Maendeleo ya Jamii Monduli. Kwa hiyo kamati ilienda kwa niaba ya bunge kukagua miundombinu ya mabweni ya watoto wanafunzi iliyojengwa pale. Baada pale tukaenda kwenye taasisi yetu ya Maendeleo ya Jamii Tengeru siku ya 13, wakakagua jengo kubwa la utawala linalojengwa na serikali lenye thamani ya zaidi ya bilioni 5.6, ambalo itakuwa na ofisi pamoja na kumbi za mihadhara. Lakini pia kwa Monduli ni hosteli inayojengwa yenye uwezo kuchukua wanafunzi zaidi ya 500. Na pia leo tukawa na ziara kwenye ambapo wamekagua makao yetu ya watoto ya kitaifa ya Kurasini ya hapa Dar es Salaam, ambao ni makao mahususi inayotoa huduma kwa watoto wa mitaani na watoto wanaishi kwenye mazingira magumu, lakini pia na watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo ilikuwa nakagua miundombinu na kuangalia huduma za kistawi zinazotolewa pale, na mwisho siku tumemalizia ziara yao kwenye taasisi yetu ya chuo cha ustawi wa jamii, ambako ilikuwa nakagua mradi wa ujenzi wa ukumbi wa mihadhara ambao utakuwa na uwezo kuchukua wanafunzi 400. Sasa baada ya ukaguzi wa miradi hii na maendeleo ya kiustawi kwenye taasisi zetu za maendeleo na ustawi wa jamii, kamati imetuelekeza mambo mahususi, kwa sababu kamati yetu ndio inasimamia bajeti, ndio inatusemea bungeni. Kwa hiyo imetuelekeza mambo ya kufanyia marekebisho ambayo tutafanya marekebisho sisi wizara, lakini pia wamepata ufafanuzi na uelewa wa kutosha kuhusu masuala ya maendeleo, wajibu wa vyuo, miundombinu iliyopo, upungufu uliopo, pamoja na kwenye taasisi ya ustawi wa jamii na makao ya watoto. Kwa hiyo tunatarajia waheshimiwa wabunge, baada ya kupata uelewa mpana na kuona utekelezaji wa miradi, sasa wanapoenda bungeni waendelea kutusemea, na hatimaye inaweza kapelekea kupitia bunge kuongezwa kwa bajeti, kwa sababu mambo ya ustawi yanahitaji fedha nyingi. Lakini leo tumekuja hapa katika kuangalia mradi wa maendeleo wa chuo cha ustawi wa jamii. Chuo cha ustawi wa jamii kwa kujiongeza kwa upendo wao na kuona umuhimu wa ustawi, maafisa ustawi wameanza na wao wana mradi ambao utaongeza tija na utaongeza wanafunzi ili waweze kuendelea na masomo na kupata maafisa ustawi mengi katika nchi hii yetu, kwa sababu tuna upungufu sana wa maafisa ustawi, kwa sababu wao ndio walezi, ndio waelekezaji, ndio watoa hofu wananchi kuhusiana na changamoto mbalimbali zinazowapata katika jamii. Leo tumekuja, wameanza mradi wa kujenga ukumbi wa mkutano, lakini uzuri walioonyesha, ukumbi huo wanaujenga kwa fedha zao wenyewe. Unaambiwa kila sehemu anapokuwepo mama, basi anawaza yale mazuri nini mtoto apate. Unajua chuo chetu hichi tuna mwenyekiti wetu wa bodi mwanamke, Mama Sofia Simba, lakini mkuu wa chuo ni mwanamke na yeye. Kwa hivyo wameyaona hayo. Na kwa
malengo ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan alitamani sana maafisa ustawi, lakini pia maafisa maendeleo ya jamii kuhakikisha wanafanya kazi vizuri sana kwa wananchi, hasa katika nchi hii ya Tanzania. Sasa tunafanya kazi kwa kushirikiana vizuri na taasisi zote za serikali kama vile Jeshi la Polisi, Katiba na Sheria na sehemu mbalimbali zinazohitaji. Maana hatuwezi kufanya kazi peke yetu. Sisi kama wizara lazima tushirikiane na sekta binafsi kutokana na changamoto za maisha, lakini changamoto za binadamu jinsi zinavyotokea. Na sasa hivi wizara wananchi wameanza kuelewa wizara yao. Hii ni kwa sababu wananchi sasa wameanza kuelewa nini wafanye, wapi waende wanapopata changamoto za ustawi, lakini na maafisa ustawi wako tayari kuwasaidia na kazi inaendelea. Lakini leo hapa katika tarehe ya leo tarehe 17 tulianzia kituo cha watoto Kurasini kuangalia mazingira na huduma ambazo watoto wanastahiki kupewa katika malezi na makuzi na utamaduni wa Mtanzania. Waheshimiwa wabunge wameona jinsi wizara inavyofanya kazi kwa kushirikiana na wananchi, lakini kwa kushirikiana na walezi ambao wapo katika kituo kile cha Kurasini. Wamejionea wenyewe na wakatoa maoni, maelekezo mbalimbali ambayo sisi kama wizara tumeyapokea na kwenda kuyafanyia kazi kuhakikisha watoto wale wanapata mazingira ya hali ya usalama wakiwa na amani na kupata mahitaji yote ambayo yanastahiki kama watoto toka mtoto anapozaliwa hadi anapotimiza miaka 18. Kwamba tuna sera ya mtoto ambayo inasema mtoto anastahili kupata vitu vyote toka anazaliwa hadi anakuwa na kuweza kujitegemea. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, watoto wako salama, mazingira yako vizuri, kuna uboreshaji mdogo mdogo ambao tumepewa, tutafanyia kazi. Lakini pia ni vyema niseme mambo ya ustawi na maendeleo ya jamii hawezi kugharamiwa na serikali peke yake. Kwa muda mrefu tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali, mashirika yasiyo ya serikali, taasisi za dini na wadau wengine. Lakini pia mambo ya ustawi jamii yanahitaji usikaji wa moja kwa moja wa walezi, wazazi na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo nitoe rai kwa jamii, kila watu watimize jukumu lao na hususan katika malezi na makuzi na maendeleo ya watoto. Kwa sababu watoto tunaowaona sasa hivi mitaani ambao mpaka serikali imeweka tuna makao makuu 3 ya kitaifa na mengine na pia yapo binafsi 374 pamoja na watu wenye kutoa malezi tunaita fit persons ambao wako nchi nzima zaidi ya 1803. Sasa hawa wote wanatusaidia katika huduma za kiustawi, lakini serikali tunaingia kwa muktadha wa kuja na afua hizi kwa sababu kuna kufeli ama kushindwa kwa mifumo ya malezi na makuzi na uwajibikaji wa wazazi. Sasa tunatoa rai kama serikali, wazazi na walezi watimize wajibu wao, na viongozi wa dini na kimila sote tuwalinde watoto, lakini tuimarishe taasisi za ndoa kusiwepo na mifarakano na migogoro, kwa sababu ndio inapelekea kuwepo kwa watoto kwa kukosa malezi na misingi inayotakiwa. Asanteni. Lakini vile vile nipongeze hapa tulipofikia chuo cha maendeleo ya jamii Kijitonyama. Tumefurahi sana. Vyuo vyote viwili vya maendeleo ya jamii tumeanzia Tengeru viko vizuri, tumekuja hapa viko vizuri, tumeangalia katika hesabu za ujenzi. Sisi tunaangalia sana BOQ. Tunakwenda sehemu nyingine mtu anakupa hesabu ambayo haieleweki, lakini hapa kila kilichotenda kina BOQ. Kimeangaliwa, wamepeleka shughuli zao za usimamizi kwa chuo cha ufundi DIT. DIT pale pana wataalamu wazuri. Vile vile hata hizi pesa badala ya kusema ziende kwingine, wao vile wanatafuta on source. Hivyo kupata tenda za serikali kwenda katika maeneo ya serikali. Vile vile na maana unawapa uwezo wale watu wa DIT au watendaji wa DIT kupata source of income kwa kupitia miradi yetu ambayo tunafanya katika vyuo. Tumeangalia mazingira ni mazuri. Kwa kweli tumefurahi sana, na haki huyu mama au mkurugenzi mkuu chuo hapa ana haki kubwa ya kupongezwa kwa kazi kubwa aliyofanya, na ana usimamizi bora na unamwona kabisa anawajibika.